Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nianze maelezo yangu kuhitimisha kwa shukurani. Kwanza ninashukuru sana wewe pamoja na wasaidizi wako kwa jinsi ambavyo mmeendesha mjadala huu kwa umahiri na umakini wa hali ya juu. Mimi nikiwa mbunge wa Dar es Salaam tunajivunia kuwa nawe, spika wetu mwema, rahimu sana, lakini mtu very simple but not simplistic. Ukimkuta Kariakoo kule anakuwa kama mbunge wa Ilala tu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Spika, lakini mimi nikiwa natoka Singida pia najisikia nimewekwa katikati ya ulinzi wa hali ya juu. Nikiwa Dar es Salaam ninaye spika, nikienda Singida naye waziri mkuu. Mambo mazuri. Pili, narudia kuishukuru sana kamati ya kudumu ya bunge ya budget kwa uchambuzi wao makini sana na jinsi walivyoibua maeneo mapya katika mapendekezo yao. Na washukuru sana waheshimiwa wajumbe wa kamati mnaoongozwa na Mheshimiwa Mashimba Ndagi. Tatu, ni washukuru sana waheshimiwa wabunge wote kwa michango. Mheshimiwa Spika, hakuna shaka kwamba siku hizi 5 bunge lako hili limethibitisha kwamba humu ndani unao wabunge mahiri, kwa kuzingatia michango yao ilikuwa ni michango ambayo ni very high quality to say the least. Lakini nashukuru zaidi kwamba ni rahisi sana kuorodhesha makosa, lakini ni ngumu sana kupendekeza majawabu juu ya changamoto. Nyie mmekuwa tofauti katika michango yenu ya mkuishia tu kulalamika. Mmeonyesha changamoto, lakini mmeonyesha majawabu ya changamoto ambazo mmezitoa. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, tunawashukuru sana, na tumeona kabisa kupitia mjadala huu ni wazi kwamba vipaumbele ambavyo mmeviibua ndivyo vipaumbele ambavyo vipo ndani ya mipango, na tunashukuru kwamba mipango ambayo tumeileta hapa imeakisi matakwa ya wananchi kwa jinsi michango yenu ilivyokwenda. Mheshimiwa Spika, kwa ujumla wake sekta ambazo zinazalisha fedha, watu wote hapa wamezungumzia umuhimu wa kuwafanya Watanzania wapate fedha, na tumeeleza sekta nyingi, lakini kwa nifanye summary kidogo. Tunazo sekta 3 tu kimsingi ambazo hapa nchini kwetu na duniani kwetu zinaweza kuzalisha fedha. Hakuna shaka, sekta ya kwanza ni sekta ya kilimo. Mpango, kitu kipya ni kwamba mpango unazungumzia kilimo cha biashara, na tumefanya vile kwa sababu tatizo ambalo tumekawa la msingi tumekuwa ni kuwa na kilimo cha kujikimu. Tunataka tutoke hapo tuende kwenye kilimo tupate chakula kwa maana ya kuhudumia tumbo, lakini tupate fedha kwa maana ya kuwa na fedha mfukoni. Kwa hivyo kilimo cha tumbo na kilimo cha mfuko, ili watu wetu wapate fedha kutoka kwenye kilimo. Hicho ndicho kitu kikubwa sana ambacho mpango tumeeleza hapa, nenyewe mmesema aina mbalimbali ya mazao na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ni eneo kubwa. Lakini sekta ya pili ni swala zima la ufundi, teknolojia na uzalishaji viwandani. Kwa huku ndiko ambao tunamaliza rasilimali kutoka kwenye kilimo zinaingia kule, zinafanywa agro processing, unabadilisha kilimo, mazao yale kuwa bidhaa, unaongeza thamani, unaweza kaiuza, na tunazo rasilimali mbalimbali hapa za kupeleka kwenye viwanda. Kwa hiyo ni eneo kubwa. Hapa pia ndio tunaongelea habari za ile inaitwa knowledge based industries kama vile IT na kadhalika, ubunifu, zote zinaingia hapa. Na la mwisho ni huduma, service. Hii ni ambayo inabeba watu wengi sana. Tunazungumzia hoteli, usafiri. Kwa hiyo ukiona bodaboda, mabasi, yote hiyo ni sekta ya huduma. Music, ambao sisi tumebarikiwa kuwa na muziki sana hapa Tanzania. Muziki ni sekta ya huduma na ni sekta muhimu ya kiuchumi. Huduma za kitaalamu kama afya, elimu, zote hizo, utalii, huduma za dini. Unapoona wachungaji, mashehe na wenyewe wanachangia, ni huduma hiyo katika sekta ya uchumi. Uuzaji wa bidhaa, tehama, zote hizo huduma. Kwa hivyo sekta zote hizi tunazizingatia. Sasa kilichopo katika modernization ni kwamba uchumi unavyokuwa, watu wanaanza kumove kutoka kwenye kilimo kwenda kwenye viwanda kwenda kwenye huduma. Ndivyo ilivyo trend duniani. Kwa hiyo tunatarajia hapa kwetu, na kwa kweli takwimu za mwaka 2024 zinaonyesha kwamba idadi ya Watanzania ambao wanategemea kilimo kwa sasa imepungua kutoka 65 mwaka 2021, mwaka 2024 inaonyesha kwamba ni 54%, na tunatarajia katika kipindi cha utekelezaji wa ilani itashuka, itafika 50%.
Hiyo haimaanishi kwamba uzalishaji utashuka, uzalishaji utaongezeka, isipokuwa watu wengi zaidi mnapokuza viwanda, mnapokuza sekta ya huduma, wanazidi kumezwa kule. Na Gen Z tulionao ni watu ambao wanapenda zaidi kwenda kwenye huduma na kwenda kwenye viwanda. Kwa hiyo ni eneo ambalo tumeliweka hilo. Na Mheshimiwa Spika, bahati ambayo tunayo ni kwamba sio kila nchi duniani zina maeneo matatu. Zipo nchi ambazo zina huduma pekee. Ukienda Japani kwa mfano, huzungumzii kilimo kwa sababu hawana eneo la kulima. Sisi ni miongoni mwa nchi tatu ambazo maeneo yote matatu tunayo. Tunaweza kulima, tunaweza kufanya viwanda, tunao sekta ya huduma. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunalo na ni advantage, na mipango imejaribu kuonyesha kwamba namna gani hayo mambo matatu yanazingatiwa. Kwa hiyo uchumi lazima tu balance uzalishaji na ulaji. Mambo yote mawili haya, uchumi lazima uzalishe, lakini uchumi lazima pia watu wale. Sasa ndio muhimu wa kukuza middle class. Ndio maana kwenye mpango tunazungumzia kukuza middle class. Hakuna sababu kujenga hoteli kama hamna walaji. Ukitaka kuona middle class inakuwa kiasi gani, zungukia kwenye migahawa. Watu wamejaa, ukikuta watu wawili moja ujue hapo ni changamoto. Na kipimo kimoja hapo, angalia, je, kwenu hapo katika nchi yenu kuna McDonald's, kuna KFC. Kama hizo hazijaja, maana bado middle class ipo chini. Kwa moja ya eneo tumeweka mkazo mkubwa ni kukuza middle class. Lengo ikiwa kukuza pia uchumi wa ulaji kwa maana ya consumption, kwa sababu uzalishe na walaji uwe nao, kwa sababu soko la kwanza ni soko la wananchi wako mwenyewe. Kwa hiyo ni mambo Mheshimiwa Spika tumeliwekea mkazo. Nitoe tu ufafanuzi wa maeneo kama mawili matatu ambao waheshimiwa wabunge wameeleza hapa. La kwanza ni umuhimu wa sekta ya kilimo, hili hakuna shaka. Na niseme Mheshimiwa Spika kwamba pamoja na changamoto ambazo umeziainisha, tusisahau katika utekelezaji wa mpango wa miaka mitano huu tumepiga hatua kubwa sana, hususan tangu mwaka 2021 Mheshimiwa Rais Dr. Samia aliweka mkazo na kipaumbele kikubwa sana kwenye kilimo. Na unaweza kuangalia takwimu zifuatazo. Kwa mfano, budget ya Wizara ya Kilimo peke yake imeongezeka kwa asilimia 324 kutoka shilingi bilioni 294 mwaka 2021-22 hadi kufikia trilioni 1.25. Imepanda mara 324. Lakini angalia pia upatikanaji wa mbegu bora. Waheshimiwa wamezungumza mbegu bora hapa. Tulikuwa na tani 50,000, sasa tunazungumza tani karibu 80,000. Hatujafikia lengo, lakini hatua kubwa imepigwa. Matumizi ya mbolea yameongezeka tani 363 mpaka tani 850,000. Eneo la umwagiliaji wengi mmezungumzia hapa. Kwa muda mrefu Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa na lengo la kufikisha hekta milioni 1 ya umwagiliaji. Ndio ilikuwa lengo tulilojiwekea kwenye mpango wa maendeleo uliopita. Lakini kwa miaka yote ilibaki kwenye hekta 410. Lakini tunapozungumza leo tumeshafikisha hekta 983,466. Kwa hiyo bado safari ni ndefu, lakini msisahau pia tumefika safari kubwa sana ukiangalia ambapo tunatoka. Na lengo ambalo tumeweka kwenye mpango uliopo ni kufikisha hekta milioni 5 ifikapo mwaka 2030-31. Kwa kimsingi, Mheshimiwa Spika, Mwenyekiti, ajenda ya kilimo ni ajenda ya kudumu kwa sisi na ni kipaumbele mama kwa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ukitaka kuthibitisha hilo, tazama, amewateua makada bora kabisa. Waliokabidhiwa sekta ya kilimo ni waliokuwa makatibu wakuu wa Chama cha Mapinduzi. Wizara ya Kilimo kakabidhiwa ndugu yetu Mheshimiwa Daniel Chongolo, moja ya makatibu wakuu bora wa CCM. Wizara ya Mifugo na Uvuvi kakabidhiwa ndugu yetu Daktari Bashiru Ali Kakurwa, moja ya makatibu wakuu bora wa CCM. Hii sio bahati mbaya, ni kuonyesha kwamba Mheshimiwa Rais ameweka mkazo na kipaumbele kikubwa sana katika sekta ya kilimo. Hoja ya pili ni waheshimiwa wabunge wameeleza haja ya kutunga sheria ya ugatuaji. Tuseme ni kweli, kwa muda mrefu tangu 98 ugatuaji umeendeshwa na tamko la kisera la ugatuzi la mwaka 98. Serikali imeshaamua pamoja na mafanikio yaliyopatikana, tunaenda kuandaa sera ya taifa ya ugatuaji. Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI analifanyia kazi hili.
na baada ya hapo tutakuja na sheria ya ugatuaji. Lakini muhimu sana, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuzingatie kwamba mpango elekezi na mpango wa miaka mitano umeainisha hatua za kuimarisha mamlaka za serikali za mitaa. Kikubwa sana lazima tukubali kifikra, kimatendo, kimwenendo na kisheria kusogeza madaraka na mamlaka na fedha kwenda mamlaka za serikali za mitaa. Haitawezekana kuleta maendeleo katika nchi hii kutokea Dodoma. Maendeleo lazima yatokee kwenye local government, kwa sababu ndiko kuliko na wananchi. Haiwezekani tulivyoweka kwenye mpango, tunatarajia ifike mahala bunge lako hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, lisijadili habari ya kujenga stendi za vituo vya mabasi. Bunge hili lisijadili habari ya kujenga madarasa. Bunge hili lisijadili habari ya matundu ya vyoo. Mambo haya yafanyike kwenye local government. Hapa tujadili namna ya kwenda space kule huko. Kwa hiyo ili tufanye hayo, lazima tuimarishe local government. Tusipoimarisha, tutakuwa tunajadili kero hapa. Kuna tofauti ya kujadili kero na maendeleo. Kero zishughulikiwe kwenye local government. Bunge lijadili mambo ya msingi ya maendeleo. Kwa hiyo ni eneo ambalo lazima tulizingatie. La pili ni mchango wa sekta binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaungana yote. Ile tumeweka 70-30 imefanyia utafiti mkubwa. Hata sasa tunapimaje mchango wa sekta binafsi? Tunaangalia ile wazungu wanaita gross fixed capital formation, unavyounda ile mitaji. Hata sasa kwa miaka mitano 2020 mpaka 2024 utaona kwamba jumla tuliweza kuraise capital ya shilingi trilioni 348.2. Sekta binafsi trilioni 241, sekta ya umma trilioni 103. Kwa hiyo tayari trilioni 201, hiyo ni 70% ya all the capital formation in the country. Kwa hiyo tayari sekta binafsi inachangia katika mitaji yote ya uwekezaji nchini 70%, na sekta ya umma only 30%. Kwa hiyo tayari hiyo ambayo tumeweka inaweza kutekelezeka. Na la mwisho ni swala la kutunga sheria na taasisi ya ufuatiliaji na tathmini. Waheshimiwa Bunge, sheria ambayo mmeitunga hapa ya Tume ya Taifa ya Mipango sura ya 127, moja ya jukumu lake ambalo limepewa ni kubwa, ni swala la M&E. Swala hapa ni utekelezaji. Taasisi ndio hiyo imekabidhiwa jukumu, mwenyekiti wake ni Mheshimiwa Rais. Muhimu tusimamie utekelezaji, na wizara za kisekta kazi yake kubwa itakuwa ni sera, usimamizi na vile vile M&E vile vile. Lakini mambo mengi yafanye katika shughuli za chini, na miradi siku ambayo wameizungumzia hapa na nimshikana Mheshimiwa Ado, hili swala la LNG, swala la Iganga Mchuchuma, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya takriban zaidi ya miaka 20 hii miradi amesha unlock. LNG nimeeleza hapa, tupo hatua za mwisho. Liganga Mchuchuma imeshalipa fidia, GNT wanamalizia majadiliano, miradi hii inaenda kuanza. Mheshimiwa ameshaanza kuikamilisha. Mheshimiwa Spika, nieleze tu kwamba mipango ambayo tumewasilisha hapa ambazo ni nyenzo za utekelezaji wa dira, mipango hii imeandaliwa na Watanzania, wataalamu wetu wa ndani ndio wameandaa. Hata hivyo, ili kuhakikisha kuwa nyaraka hizi na kivi viwango vya kimataifa, zimefanywa mapitio na taasisi za kitafiti za ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo tulifanya utafiti, lakini walipoandaa tulifanya external peer review, karibisha taasisi za kimataifa wakazipitia. Nataka niwaambie jambo moja. Taasisi moja ya Uingereza ilipokuja hapa, tulikaa nao, waliposoma mpango wetu na dira yetu, wakasema uchumi wenu umekuwa ukikua vizuri miaka yote ya 20, hata mkibaki hivi hivi mlivyo, mtabaki hivi hivi, mtafanya mambo kama mnavyofanya bila kubadilisha chochote, uchumi wenu utakuwa utaongezeka mara 2.5 mpaka mara 5. Na kwa hivyo mkibaki hivi hivi, ifika mwaka 2050 uchumi wenu unakadiria kwenda dola za Kimarekani bilioni 500. Lakini wakatuambia kama mkibadilisha mwenendo, mkafanya mambo isivyo kawaida, inamaanisha badala ya kutembea mkaanza kukimbia, what they called business unusual,
mnaweza uchumi wenu ukakua ukaenda zaidi ya trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Na sekta binafsi walipokutana na wenyewe vile vile wakawa na maoni hayo hayo. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipompelekea Mheshimiwa Rais mapendekezo, tulipeleka zote scenario hizi. Tulipomweleza Mheshimiwa Rais kwa ujasiri mkubwa aliamua, akachagua na kuelekeza kwamba twende na business unusual ya kwenda kwenye trilioni 1, lakini it is only possible if we begin doing things business unusually. Sasa mwenyekiti, uniruhusu nieleze hapa kwa mujibu wa mpango ambao tumewasilisha mambo 10 ambayo lazima uyafanye ili kuattain business unusual. La kwanza, lazima tubadilishe mtazamo kuhusu kazi ya dola kutoka kuwa mdhibiti kwenda kuwa mwezeshaji. Hili ni muhimu kabisa kwa sababu, na kwa kweli tunatafakari mapendekezo ya kamati ya budget. Wamependekeza kwamba tuwe na regulatory authority moja, tuvunje zote zilizopo, tuwe na moja ili kuondoa kero. Hili ni pendekezo kubwa, tumelichukua na serikali itaitafakari namna ya kulitekeleza. Lakini hoja ya msingi hapa ni kwamba lazima serikali ipunguze udhibiti, iende kwenye uwezeshaji. Mheshimiwa Waziri, muda umeisha, naomba umalizie. La pili, kuanza kupimana kwa kuzingatia matokeo na viashiria vinavyopimika badala ya kupimana kwa kuangalia shughuli mtu amezifanya. Hapa tunapimana sana kwa shughuli. Mtu yupo busy anafanya shughuli nyingi, kwa matokeo yapi? Kwa mpango unaeleza tuende kwenye results based performance. Tatu, kukubali kuchagua sekta chache ambazo ni injini ya ukuaji wa uchumi na kuzipa nguvu isiyo ya kawaida. Na hapa waheshimiwa wabunge, hapa turejee mchango makini sana wa Profesa Sospeter Mujarabu Muhongo, na wale wanaodharau elimu wasikilize mchango wa Profesa Muhongo kama ni wa kawaida. Kwa hivyo tumechagua sekta chache 9 za kimageuzi na tumechagua vichocheo 5 vitapewa msukumo usio wa kawaida ili uchumi wetu uweze kwenda mbele. La 4, sawa, namalizia Mheshimiwa Mwenyekiti. La 4, kuifanya sekta binafsi kuwa sehemu ya muhimu kama tulivyosema awali. Na hapa tukizungumzia sekta binafsi, Mheshimiwa wabunge, hatuzungumzii watu malaika hapa. Sekta binafsi kama ilivyo sisi watafanya makosa, lakini tuzingatie utawala wa sheria. Sasa hili swala la sekta binafsi, mtu mmoja anafanya makosa anazomewa nchi nzima, haiwezi kutusaidia. Sekta binafsi moja akifanya makosa achukuliwa hatua za kisheria, kulikoni kana kwamba sekta binafsi wote ni mbovu. Hapana, hii haiwezi kuwa sawa. Watakonya makosa, lakini tuzingatie utawala wa sheria. Tumeainisha mwingine, lakini mwisho niliseme kujenga utamaduni wa kuheshimu utawala wa sheria. Hili ni muhimu kabisa. Hatuwezi kufanya mipango hii bila kuzingatia utawala wa sheria. Haya ni mambo ambayo lazima tukubali, lakini kujenga utamaduni wa kukumbatia weledi, utaalamu na wenye weledi na wataalamu, uadilifu na waadilifu, uwajibikaji, lakini mwisho kuchapa kazi na wachapa kazi. Nchi yetu tuna utamaduni kidogo, mtu akichapa kazi sana wakati huyu anajipendekeza anataka uteuzi. Tuache hizo. Watu wanaochapa kazi, wenye weledi, wenye uadilifu, tuwaheshimu, tuwakumbatie. Jambo la msingi sana hilo.